Kisasi cha Iran kwa Israeli kitakuwa ni kisasi cha aina gani? Hili ndio swali ambalo watu wengi wanajiuliza baada ya Iran kutamka kwamba watajibu kisasi. Sasa watu wengi tayari wameshaanza kutabiri kwamba hakuna kisasi chochote cha maana ambacho Iran watakijibu. Na mimi niko hapa kukuchambulia juu ya hili. Kama unataka kupata video zangu kama hizi wa kwanza, bonyeza hapo chini kuna sehemu imeandikwa subscribe. Utakuwa unapata video zangu wa kwanza. Na mimi naitwa Rachel Robin. Sasa basi, wengi walishuhudia visasi vya Iran kwa Israeli mwaka jana mara mbili. Na ni visasi ambavyo havikwenda kupiga maeneo ya raia wala maeneo yote yale ambayo labda yangemuumiza sana Israeli kwenye swala zima la raia wao. Walipiga maeneo ya jeshi ambao watu wengi hawakupenda. Watu wengi walitamani kuiona Israeli kigeuzwa kama Gaza. Iran nguvu hiyo wanayo kwa sababu wanayo makombora ya kupenya na yalipenya. Lakini alienda kupiga miundombinu ya jeshi tu. Kitu kilichowachukiza watu. Lakini watu wengi hawafahamu kwamba ile miundombinu ya jeshi ni ya gharama kuliko hata hizo nyumba za raia ambazo watu wanataka kuona zikipigwa. Watu wameshuhudia kuona nyumba za raia zikipigwa na Iran pale Israeli, pageuke magofu kama vile Gaza kulivyo magofu. Iran wakipenyeza silaha zao zikaingia ndani ya Israeli, wanacholenga ni kitu cha gharama zaidi kuliko hata hizo nyumba za raia. Wanalenga ndege za Israeli, hasa zile zinazopewa na Marekani kama F-35. Wanalenga miundombinu ya kijeshi ya Israeli ambayo ndio gharama kuliko hata hizo nyumba za raia ambazo watu wengi ndio wanataka waone zikipigwa. Umeona? Yaani kwa mfano, anachokifanya Israeli pale Gaza, anapiga nyumba za raia, si ndio? Watu wengi wanaona Gaza imechakazwa. Lakini kiuhalisia ni kwamba Israeli mpaka leo ana struggle kutimiza malengo yake pale Gaza kwa sababu wako vile vile bado. Umeona, hawajamaliza Hamas, hajamaliza miundombinu ya kijeshi ya Hamas ambayo iko chini ya ardhi, ambayo ndio commanding center yao. Hajaweza kuipiga commanding center ya Hamas. Viwanda vya Hamas viko chini ya ardhi vya kutengenezea silaha, Israeli hawajaweza kuvipiga. Kwa maana hiyo lengo lao ndani ya Gaza halijatimia kabisa, hata kukomboa mateka. Ndio maana wanashindwa mpaka waingie deal na Hamas wawatoe wenyewe. Ni kwa sababu yani ni kama robo tu wamwapiga Hamas, lakini asilimia nyingine yote inayobaki Hamas hawajavunjwa. Sijui mnanielewa nikisema hivyo. Kwa maana hiyo kinachoonekana pale Gaza ni raia, vifo vya raia, nyumba za raia. Kitu kama hicho ni rahisi kupiga, hata sisi Tanzania tunaweza tukapiga. Nyumba za raia tu na raia wenyewe si hawezi kujilinda, hawana bunduki, hawana chochote kile, nyumba zao hazina ulinzi wa anga. Kwa hiyo kuzipiga ni rahisi. Kwa kama utaonekana mbabe yani kama ubabe unachukuliwa kwa kupiga nyumba za raia na raia wasio na silaha, hiyo ni rahisi, basi utaonekana mbabe. Lakini mbabe ni yule ambaye anaweza kumaliza mtu katika miundombinu ya kijeshi. Hamas wana miundombinu yao ya kijeshi iko vizuri. Wanajeshi wa Hamas bado wako maelfu na maelfu, tunawashuhudia wakianza kutoa mateka, tunawashuhudia wanajeshi wa Hamas wakiwa wametapakaa kila kona pale Gaza. Kwa hiyo hawajauliwa wanajeshi wa Hamas wengi, miundombinu yao haijamalizwa, wako vile vile na bado wanaendelea na mtiririko wao ule wa kazi. Kwa hiyo Israel wameshindwa kuimaliza Hamas na wameshindwa kukomboa mateka. Kwa hiyo tunachokiona pale Gaza ni Israel kuwashinda raia tu na nyumba zao, lakini sio kuwashinda Hamas. Sasa Iran hayuko kama Israel. Iran huwa hafocus kwa raia na nyumba zao. Iran yeye ana focus zaidi katika vitu ambavyo ni vya maana zaidi, yani miundombinu ya kijeshi ndio anao focus nao zaidi. Na Israel ana miundombinu mizuri sana ya kijeshi. Kumbukeni anashirikiana na Marekani. Kwa hiyo ana vitu vya gharama sana. Kwa hivyo ndivyo Israel ambavyo Iran anavyo focus navyo kuvipiga. Mmenielewa sijui? Kwa hiyo kwa ambao mtategemea kwamba Iran wataanza kupoteza nguvu zao kupiga raia, kwa hilo nawaambieni kwamba halitatokea. Iran watapoteza nguvu zao na makombora yao kupiga miundombinu ya kijeshi ambayo ndio ya muhimu kwa Israeli na ndio ya gharama kuliko nyumba za raia pale Israeli. Siasa ni kama timu ya mpira, kuna timu Iran na kuna timu Israeli, yani watu jinsi walivyogawanyika. Na ndio maana hata ukichambua kitu jambo la ukweli juu ya Iran watakusema timu Israeli, ukichambua juu ya ukweli wa Israeli timu Iran watakusema. Kwa hiyo ndio maana huwa tunavumilia haya matusi ambayo tunapata wachambuzi. Lakini sisi tunatambua siasa ni kama mpira. Israeli wana mashabiki wao,
Iran wana mashabiki wao. Sasa siku hii ya leo mashabiki wa Israel wanafurahia sana kwa sababu miundombinu ya nyuklia ya Iran imepigwa, na wanafurahia kwa leo, wana haki ya kufurahia kwa sababu Iran kuongea ule ukweli amepigika. Umenielewa eh? Kwa sababu cha kwanza, kitendo cha Israeli kujua mpaka locations za wanasayansi wa Iran, majenerali wa Iran, maki wamepigwa karibu 10. Maana yake ni kwamba Iran kwa hapo walizembea. Umeona eh? Au pengine hawakuzembea, lakini maana yake ni kwamba Israeli majasusi wake walifanya kazi sana. Umeona eh? Mpaka wakajua location za wale watu wa muhimu, na kwa hiyo wameuliwa. Kwa hapo tu wamemrudisha nyuma Iran. Kwa wale majenerali, kwa wanasayansi, wamemrudisha Iran. Lakini pia majasusi wa Israel wameonekana wamefanya kazi nzuri. Kwa hiyo Iran hapo wamefeli katika intelijensia. Lakini si yeye wa kwanza kufeli katika intelijensia, ni jambo la kawaida. Israel wenyewe mwaka 2023 Hamas waliwavamia, wapiga wakaingia mpaka katika miji ya Israeli na wakachukua mateka wa Kiisraeli. Kwa hata Israel pia walifeli katika intelijensia. Hawakujua kwamba Hamas watawavamia hiyo siku, na hawakujiandaa na kila kitu. Kwa hiyo watu pia waliwazomea Israeli. Kwa hiyo kama Israeli pia waliwahi kupigwa na Hamas, kikundi tu cha wanamgambo, mpaka Hamas wakateka watu wao na wanao mpaka leo, kwa nini watu washangae Israeli kuweza kuipiga Iran? Kwa hiki ni kitu cha kawaida, huo kinatokea. Hata kwa Warusi juzi, Ukraine wamewaotea Warusi pale, wakawapiga Warusi katika miundombinu yao ya kijeshi, katika kambi zao za jeshi la anga. Kwa huo ni kawaida kuotewa katika nchi, hata kama una nguvu kijeshi. Na Iran safari hii tunakiri kwamba wamemuotea. Kwa hiyo sasa tutaangalia na yeye atajibuje mapigo. Mpaka Israel wamefanya yale mashambulio, maana yake ni kwamba wameshajidhatiti, wameshajiandaa na visasi ambavyo watalipa Iran. Umenielewa eh? Kwa hiyo watu wengi sasa wanasubiri kuona hivyo visasi, lakini ninachotaka niwaambieni ni kwamba tegemeeni Israel watapangua makombora mengi ya Iran, kwa sababu Israel wameshajiandaa jinsi ya kuikabili Iran endapo watalipa kisasi. Na kwa wale wengine ambao sasa, kuna wengine sasa wanacheka, wanakwambia Iran kumbe haina nguvu. Lakini jamani, hebu tuweni tu hapa wawazi. Iran ni nchi inayoishi na vikwazo vya kiuchumi kuanzia mwaka 79 mpaka leo. Kwa hiyo hata kupata teknolojia za kutengeneza vifaa vyao mbalimbali vya kijeshi ni ngumu kwao. Wanapata kwa njia za panya. Lakini pamoja na kwamba wanapata kwa njia za panya, wameweza kusimamisha jeshi namba 17 duniani, ambako wamempita Israeli. Israeli ni jeshi namba 18, wao ni jeshi namba 17 duniani. Lakini kingine ambacho tunatakiwa tuwe wa kweli ni kwamba Israel wanasaidiwa na jeshi namba 1 duniani, Marekani. Nyuma ya Marekani kuna rafiki zake ambao na wenyewe pia kijeshi ni manguli duniani, lakini pia ni manguli wa uchumi bora duniani, na wako katika umoja wa NATO. Kwa Israel nyuma yake yuko Marekani, lakini pia wako NATO nyuma ya Israeli. Kwa Iran ni kama anapigana na NATO pamoja na Israeli. NATO na Israeli na Marekani juu. Ndio Iran anapigana na hizo nguvu. Kwa hiyo hata ingekuwa wewe, ungeweza kupenya kwa Israeli? Ni ngumu sana. Ungeweza kupenyeza makombora kirahisi kwa Israeli? Ni ngumu sana. Kwa hiyo kumpimisha nguvu Israeli na Iran kwa sasa ni kama kumuonea Iran. Israeli tungeweza kumpimisha nguvu na Iran endapo Israeli alikuwa anasimama peke yake, endapo asingekuwa anasaidiwa na Marekani. Imagine Israeli anapewa budget ya mwaka mzima na Marekani, lakini pia ulinzi wa anga na teknolojia mbalimbali, marada sijui nini, system za ulinzi pale ni anashirikiana yeye na Marekani. Lakini akianza kushambuliwa, washirika wa Marekani wote wanaenda pale kuweka ulinzi na wanatumia mabilioni ya dola. Sasa mtu kama huyu uweze kumlinganisha nguvu na Iran, kwa sababu hapa kuna mmoja analelewa kama mziwanda, alafu kuna mwingine anajisimamia mwenyewe kama mtoto wa kwanza. Umeona? Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Najua kuna wengine mtasema napendelea. Je, hakuna uhalisia katika hili ninaloongea? Ni uongo? Ni uhalisia kwamba Israel nyuma yake ana nguvu kubwa inayomsaidia kijeshi tofauti na Iran, alafu Iran anaishi na vikwazo vya kiuchumi. Sasa huwezi kuipiga nchi ambayo inaishi na vikwazo vya kiuchumi kuanzia mwaka 79, alafu wewe unasaidiwa na jeshi namba 1 duniani na umoja wa NATO, ukajiona sasa wewe sasa una nguvu. Umenielewa eh? Kwa hiyo kwa hapa tuongeeni ukweli ni kwamba Iran naye anajitahidi kuweza kuhimili hii mikiki kwa muda mrefu mpaka leo hii kuanzia mwaka 79.
atutetee, ila huu ndio uhalisia.